Kwa kambi mimi hakuna mwenye hata alikuwa anajua mwingine juu wasichana wenye walikuwa wamechukuliwa na hao wanaume walikuwa wanaenda wakisema huyu mimi nitaenda kujilelea peke yangu na atakuwa bibi yangu. Anasema kama una mtu mimi nitaenda na wewe. Kufika Tanzania tukafika masaa ya saa 8 hivyo kwa kambi tukapokelewa. Sasa wakaanza kutugawanya, Wanyamrenge wakawekwa fasi yao na Wabembe fasi yao. Wakaanza kusema hawa hawataandikishwa hapa kwa sababu hii kambi walikuwa wameita Wabembe tu. Hakuna Mnyamrenge aliandikishwa hapo. Tukakaa sasa kwa hiyo kambi. Mimi huyo mama akanilea akaniambia usiseme wewe ni Mnyamrenge. Kuanzia saa hii hata majina mimi nitakubadilisha. Kwa juu ukisema wewe ni Mnyamrenge hautasoma, hautapewa chakula, utabakia tu kwa hii kambi hivyo ukizunguka. Na yeye akapita na nani anakufa, hakuna mwenye alikuwa amempiga. None ico gihe turavuga ko turagira gute twama tumva tukashindwa venye tutatoka hapo tuendelee na safari. Mama akasema twendeni tu, tukaenda tukafika mbele. Mama akasema sitaenda, acha turudi nyuma tuangalie kwenye nani tate ameanguka. Ico gihe twagarutse tusanga tate imbwa zari zatangiye kumurya. Zari zatangiye kumurya mu birenge gutya. None natwe tumva stress nyinshi cyane. Murakaza neza nshuti bavandimwe, twongeye kugaruka kuri Soleil and Albert family. Turabakunda, muraba agaciro kuri twe, kandi turabazirikana tunabashimira ku mwanya wanyu muza mufata kugira ngo mudukurikirane. Hanyuma tubashishikariza gukora subscribe na comment na share ku batarabikora. Hanyuma hano imbere ya kamera murabona ko hari umutumirwa dufite, turabanza tumuhe mikoro kugira ngo abanza twibwire. Ni karibu. Murakoze cyane. Kwa majina wananiita Nyamunezero Furaha. Tari tutuye Ubembe hariya kwa Matare. Yego. Je ni umukobwa w'Abagorora. Yego. Papa yitwaga Fabiano. Mama yitwaga Ani, ni umukobwa w'Abega. Iwacu twari tutuye hariya kwa Matare. Sawa. Arakoze cyane, avuze ko yitwa Nyamunezero. Ni umunyabibogobogo tubita kwa Matare. Abavyeyi biwe yavuze ko ise yitwa Fabien cyangwa Fabiano na nyina yitwaga Anne. Rero urakoze cyane kutwibwira, ariko twaguhisemo kugira ngo tugutumire dukorere ikiganiro kubera ko hari ibindi biganiro byawe twagiye dukurikirana bidukoraho, ndetse twumva ko tugomba kugira ngo tugutumire kugira ngo wongere ubidusubiriremo kuko turi mu gihe cyo kuja kwibuka, kandi turabizi ko abavyeyi bawe bazize ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa ubutegetsi bubi bwari buri hariya muri Kongo. Baguye hari Baraka bavuye mu Bibogobogo, ndetse nawe wagiye uri umwana ubavamo baragutwara bakugeza Tanzania. Nyuma uza kugaruka, tuza kugirirwa amahirwe kugira ngo ugaruke. Rero kubera ko dufite kuja kwibuka, niyo mpamvu twaguhisemo kugira ngo uze utugezeho ikiganiro, kuko hariho abantu benshi bataragukurikirana. Hari n'abandi bumva bafite amatsiko yo kugira ngo bumve ubuzima mwanyuzemo. Kandi ibi ngibi ntituzareka kubikora buri gihe cyose kuko ni ibintu tuzaza dukomeza kugarukaho bitewe n'ibihe turimo. Rero ngahe tubwire ku ncamake uko byagenze. Wari mutoya birumvikana, ariko muva kwa Matare muramanuka mugera Ibaraka, kugeza muvuye Ibaraka mugera muri Tanzania, kugeza ufashe icyemezo cyo kugaruka. Ubu tukaba tugufite.
rero ku ncamakeya utubwire kuko ni byinshi wobivuga tubirangiza ariko nanone uravuga iby'ingenzi by'ubuzima wagiye unyuramo. Sawa, ni karibu. Sawa sawa, murakoze cyane. Nakumbuka nitaongea kwa Kiswahili juu nta kibazo wengine wakuwa wanasikia na vile vile ndagenda ndikuvanga n'ikinyamurenge. Ndavibukagie Chintambara. Tulikuwa tunaishi pale kwa Matare. Lakini mimi na brother yangu tulikuwa tunaishi Minembwe. Kwa tate mwenye anazala mama yangu. Kwa nyogokuru jara mama wawe. None chogie Chintambara mu gitondo cya kare. Twarabonye papa yarari yavuye ariya mu Bogobogo araza. Yamagira kaka nkeneye abana banje. Ndagiye turagiye kandi ziko sinzi ko ndagera sijui kwenye nitafika. No kuvuga ngo papa wamaze kumenya ko intambara igiye kuba yavuye mu Yogobogo aza kubatora kwa nyogokuru mu Minembwe. Aravuga ati ndashaka abana banje intambara izabe mfite abana banje turi kumwe. None araza mu gitondo yamatujyana nje n'akasaza kanje kitwaga Mugisha. Twembi twari tuba kwa tate wacu. Amare turavayo turagenda ariko icyo gihe twasize tate yari arwaye cyane yamayanga aravuga ko nago umwajyana aba bana ko muransiga gute kandi mureba ko ndumeze. Amare turamanuka turagera wacu mu Bogobogo. Twagezeho nijoro cyane turaharara mu gitondo bona intambara irakomeye cyane. Papa akasema hapana, acha tushike safari tuende kwenye wengine wanakimbia. Tukatoka hapo tukiwa na familia ya babangu mkubwa, tukiwa na watu wengi wa pale kwetu kwa Matare. Kera mwari mwageze kwa Matare yabakuye ruguru kandi turongera turaharara mu gitondo cya kare turabyuka turi kumwe n'abapapa n'abandi bantu benshi cyane. None papa yiwe twamatumanuka nyine papa yari afite inkangaho turagenda tugere mu nzira batangiye kwica abanyamurenge kutoka kutambuka kwetu kidogo tulikuwa tunapatana na maiti kwa barabara. Tukafika mahali tulifika kuvuka mto niliya nura ruzi ruji Baraka. Hapana, ni Baraka ntubita za Gipimo gucya. Tugeze angao tutarambuka ruzi hapo kando tu tukakuta manani wako hapo wa Mai. Nona batangira kwica abandi. Mimi sikuwa naangalia, tulikuwa tuko na tate mwenye anazala baba yangu. Alikuwa anaitwa Anastasia. Alikuwa mnono sana. Sasa tate akashindwa, alikuwa hawezi kutembea. Watu ndio walikuwa wamembeba hivi. Wanaume wawili wameshikana mikono wamembeba. Tukafika hapo kwa hiyo mtu. Yari munini kandi yarakecuye kandi kugenda nabyo byaza byamunanira kugenda. Habe n'igitenge tate azafunga ibitenge bibiri byose. Yari munini cyane mundu wari yamuzi Anastasia. Amare tugeze angao tutarambuka ruzi. Angao tusanga ba Mai bari bahageze. Walikuwa na mipanga, walikuwa na hizi bita gute mihini. Zile nani amacumu izo batangira kugira papa bakamera amata mu isafuriya. Papa arabagira ibingi byo bibaho aranga. Papa aragira nago byashoboka. Icyo gihe nyine mbone bafashe icyuma bari bateye papa hano mu ijosi. Papa icyo gihe amagwa hasi anga arafa. Icyo gihe amaze kufa gutyo mama tate yari ruhande rwacu gutya. Tate twamuturira cyane hariya tunaniwa kugenda. Turahagarara. Tunaniwa kumanuka nyine turavuga ko mama aravuga se turagenda gute ndasiga gute ko familia yanje yarangiye. Turamanuka hano turajya hehe. Nico gihe nyine mbonye kaka
kaka Anastasia yamagwa hasi nawe iri ya stress y'umwana wiwe yamagwa hasi naye akapitana nani anakufa, hakuna mwenye alikuwa amempiga. None ico gihe turavuga ko turagira gute, twama tumva tukashindwa venye tutatoka hapo tuendelee na safari. Mama akasema tuendeni tu, tukaenda tukafika mbele. Mama akasema sitaenda, acha turudi nyuma tuangalie kwenye nani tate ameanguka. Ico gihe twagarutse tusanga tate imbwa zari zatangiye kumurya. Zari zatangiye kumurya mu birenge gutya. Nona natwe tumva stress nyinshi cyane. Tunananiwa. Mama yamavuga ko hano nago nahaguruka ngende. Nona abantu baramubwira ko nutava hano nawe pia watakulia hapa. Cha muhimu acha tuteremke. Tukaanza kushuka, tukafika mahali wanaita, kabla tujafika Baraka tukakuta watu wengi sana wako hapo. Bari babishe nabo. Tusanze bantu babishe hariya. Nona ico gihe tushaka kwambuka gutya tusanga twari kumwe ni mukuru wanje yitwaga Mutoni. Bari bafashe giti bamutera, bafata kila giti baramukubita. Mutoni nawe yamagwa hasi, yari afite inda y'amezi 9. Mutoni nawe yamafa ngaho. Ico gihe yafuye ngaho nona tumva ko na hantu tugenda. Mama yamavuga ko reka tugaruke nanone turajya hereka tugaruke hariya batwici. Ico gihe tusanga itumbi z'abagabo zari ziri hariya hasi benshi cyane, benshi bari babishe bari hasi. Tukatoka hapo tukakimbia tukafika sasa Mwemezi. Twageze hariya Mwemezi tumara cyumweru cyose. Tumaze cyumweru cyose hariya Mwemezi. Abembe bakaza bateka, bakazana viryo, bakateka, bakazana viryo. Lakini sasa wakati walikuwa tunakaa nao, watu wakaanza kusema hawa wanania wabembe ni siku moja tu watatugeuka watuue. Wakati tulikuwa hapo siku ya Sunday sitasahau. Tukaona kama wanani wamekuja, wabembe wametoka kule kwetu. Wakasema hapa hakuna hata Mnyamrenge atatoka kwa hii nyumba hata mmoja. Hakuna hata mtu hata mmoja tutamtoa kwa hii nyumba. Hiyo wakati sasa ndo wakakuja wako na mafuta wakaanza kuua watu. Watu walikuwa na mimba walikuwa wanadungwa miti za huku chini. Wakadunga watu miti kabisa. Sasa mimi wakati tulikuwa tumekaa hapo nilikuwa mimi na watu wengine tunangojea saa ngapi watafika na sisi watuue. Hiyo wakati wanataka wameshaua watu wanaona hawaishi, waliua wamama wengi sana hapo. Wamama walikuwa na mimba, wasichana wadogo, abakobwa bari wenye wako na hawajazala hata. Sasa wakasema tutaanza kuwachoma moto. Hiyo wakati sasa wakasema kama hamtaisha kwa hii nani lazima tuwashe moto. Mimi sasa nilikuwa hapo niko na brother zangu bado walikuwa hawajakufa. Nikaona wamechukua mtoto mamangu alikuwa ameshika kwa maziwa hivi. Twari twicaranye na mama Ruhande gutya. Mama bafata kabebe kacu. Barakatera hejuru. Kana kacu kama kagwa. Ico gihe nabonye gusa niliona tu damu hapa kwa kichwa. Bebe yamagwa hasi ngao. Giamaze kugwa hiyo wakati bebe amekufa. Sasa tunangojea saa ngapi watatufikia. Abakecuru bari bicaye iruhande gutya n'abagabo bari bicaye iruhande rwabo. Twama tutegerezanye ni sangaye barageraho. Ico gihe mbonye umwana wacu yarafuye. Abasaza banje none barama bangira turagira gute tuve hano. Nari kumwe n'imisaza wanje yitwa Ngomezi, uyo Mugisha, Habimana. Twari twasigaye ngaho. Ico gihe baraje bafata giti nabo bajomba mama. Bama bakubita mama ndo ari yajyamisho gutya hasi. Mbonye maraso yaratemba gutya. Turananiwa tukashindwa kuvumilia. Hiyo wakati tulishindwa kuvumilia tukatoka nje. Sasa wakati tunatoka nje moto ilikuwa imewashwa. Tukatoka nje tunapita tu kwa moto tunatoka nje. Tunapita kwa moto tunaenda tunatoka nje. Wakati nimefika nje sasa ndo nakuja kuangalia nago nabonye basaza banje. Tavuga se bari abantu twari twicaranye bari hehe. Bandu barasha bari bameze ko ni
walikuwa kama nyama zimechomwa kwa jiko. Watu walichomeka. Sasa kufika nje sikuweza kurudi, kwa hiyo nani jumoshi ilikuwa imeshajaa na watu wa maiti zilikuwa zimelala hapo za watu wa kwetu. Wanyamrenge walikuwa wengi sana wamekufa. Ndo tukaanza kukimbia sasa, tukatawanyika, tukaenda kwa mahali wanaita soko ya Muemezi. Kufika Muemezi tukashindwa sasa kuingia kwa hizo boti, ilikuwa saa 10. Wakasema sasa muingie kwa hizi boti tuone venye tutawapeleka Tanzania. Mimi sikuwa nafikia hiyo boti. Kukakuja mama mwingine akatubeba. Kuna wasichana wakubwa walikuwa miaka 15 walikuwa nyuma yetu. Hao wasichana wakakuja nao wakapita, wao walikuwa wanafikia hizo boti. Vijana wakaingia kwa hizo boti, tukaambiwa sasa tunapelekwa Tanzania. Sasa kuingia tu kwa hizo boti tunataka kuondoka, wakasema msikute kuna mtoto wa Mnyamrenge ameingia huko. Juu Wabembe wengi ndo waliingia huko. Wanyamrenge walikuwa wachache sana. Sasa watu wakatuambia mjifunike na msiongee. Kuna mama mwenye alikuwa hapo kando ya mama yangu, wakati wakiua mama yangu alimuona. Huyo mama sasa akaniambia unaitwa nani? Nikamwambia nilikuwa sijui Kiswahili, nilikuwa naongea tu Kinyamrenge. Akaniambia mama yako ako wapi? Nikamwambia mama alikufa, baba naye walimdunga kisu amekufa. Sasa sisi tumebaki, mimi unaniona na hao mabrada zangu wawili walikuwa hapo, Mugisha na Ngomezi. Nilikuwa niko nao. Ichogie bavuga ko acha tupande hii boti tuashi na tuondoke. Watu wakajaribu kukimbia, Wanyamrenge wanakimbilia hiyo boti hawakuweza. Turahaguruka saa 10 na ilikuwa saa 1 sasa saa 2 ya usiku. Ndo tukatoka na hiyo boti sasa tunaelekea Tanzania. Wakati tunaelekea Tanzania sasa tukafika mahali kunaitwa Mtambala, kwa ile mto ya Mtambala kwenye namwaga maji Tanganyika. Wanakuja wakikuuliza usiku, wanakuangalia na tochi, wanakuangalia twari tuzuye marasu na mienda twari tufite. Bamabaza nagusa mienda baratufubika gusa njende rukawe mugore yaranzanye gashora ndifubika na mwenda nari mfite nararokose mu uwo muriro. Gutyo kubera mienda yari yafashe muriro bamaba tuzikuramo nyini tukaenda hivyo. Kabra zangu hata kalikuwa kajavata nguo. Kufika hapo kwa hiyo mto kwenye namwaga maji Tanganyika. Watu wakaanza kusema hapa sikuna watoto wa Wanyamrenge wameingia kwa hii boti. Huyo mama akaniambia usiongee. Nikamwambia wazama hiyo wakati alikuwa namgekwezi na yanje Nyafuraha. Akaniambia usijaribu kufungua hata mdomo useme kama wewe ni Mnyamrenge. Wakakuja kwanza wakanimulika na tochi, nikasema hawakuniuliza. Wakasogea kwa kaka yangu. Wakamuuliza brother yangu mama ako wapi? Akakuwa kanajua kujibu kwa Kiswahili. Naraje kumva guca gatoya gusa guca numva mu mazi. Numva kera bataye Mugisha barataye Ngomezi mu mazi. Bafata abandi bahungu twari twicaranye b'Abanyamrenge nabo bama babata mu mazi nabo. Ico gihe tumva ko tukasikia uoga kabisa, akili hata ikapotea. Mimi nilienda tu hata nikijisusulia tu. Nilifika Tanzania hata sijui mali, hata sikujua kama tulikuwa tumefika wapi. Nikajificha tu, ile uoga yenye ilinishika, sikujua yule brada yangu mwingine kama nilikuwa naye. Nilikuwa naenda tu kwa maji. Kufika Tanzania tulifika asubuhi. Tuageze Tanzania mu gitondo cya kariba UN ya Tanzania iratwakira. Ikaza ivuga se abana ababyeyi be bari hehe. Bakama bashaka bari ababembe bakaza bavuga ko umuntu atafite famille nje ndamujyana ngiye kumurera. None abama batuakira hariya tuandika amazina yacu kuri UN. Babembe baratutwara bama batubwira ko bama bavuga ko turabajyana mu kambi yitwa Nyarugusu na Rugufu. Naje kureba gucya nsanga Kamugisha kari kahageze. Sanga bari abahungu b'Abanyamrenge benshi cyane barabataye mu mazi. Nona Mugisha ndagira wa mugore twari kumwe, si tutaenda na huyu kaka yangu. Akanambia hapana, mwenye atoka naye huko kwa ile moto ndo mwenye ataenda naye. Hakuna shida. Wakasema Mugisha ataenda na huyo pasta, alikuwa ni pasta Mbembe ndo mwenye alienda naye. Mimi sasa nilikuwa niko peke yangu saa hiyo. Sasa huyo mama ananiambia wakikuuliza useme tu nitaishi na huyu mama. Sasa Wabembe walikuwa wanasikia mtoto mwenye hakuwa na familia. Mbembe anasema huyu nitachukua. Juu walikuwa wasichana wengi wakubwa sana. Mundu akazavuga ko nje ndamutwara wingu ndaja kumurira. Abakobwa bafite imyaka 15. Urumva batangiye kubagabura. Umwe akaza twaru avuga tuje ndaja kumurera, ndaja kumurera.
hariya muri Tanzania. Ariko igihe bamaze kwica abavyeyi bamaze gutwika aho bari nico gihe bagiye babakuramo babatwara, ariko ngo bagere Tanzania batangira kubagabanya. Bamwe barajya ikambi yitwa Nyarugusu, sisi tukapelekwa Rugufu. Na hapo kila mtu alikuwa anachukua msichana wake, au vijana walikuwa nasema tu mimi nitaenda kulea huyu, anaenda naye lakini hakuwa anaenda kumlea. Sasa tukatoka kwa hiyo kambi tukaekwa kwa hizo gari kubwa, mabasi hizo kubwa zikaanza kuchukua watu zikitupeleka kwa kambi. Kufika kwa kambi mimi hakuna mwenye hata alikuwa anajua mwingine, juu wasichana wenye walikuwa wamechukuliwa na hao wanaume walikuwa wanaenda wakisema huyu mimi nitaenda kujilelea peke yangu na atakuwa bibi yangu. Anasema kama una mtu mimi nitaenda na wewe. Kufika Tanzania tukafika masaa ya saa 8 hivyo kwa kambi, tukapokelewa. Sasa wakaanza kutugawanya, Wanyamrenge wakaekwa fasi yao na Wabembe fasi yao. Wakaanza kusema hawa hawataandikishwa hapa kwa sababu hii kambi walikuwa wameita Wabembe tu. Hakuna Mnyamrenge aliandikishwa hapo. Tukakaa sasa kwa hiyo kambi. Mimi huyo mama akanilea akaniambia usiseme we ni Mnyamrenge. Kuanzia saa hii hata majina mimi nitakubadilisha. Kwa juu ukisema we ni Mnyamrenge hautasoma, hautapewa chakula, utabakia tu kwa hii kambi hivyo ukizunguka. Sasa nikaishi na huyo mama hivyo. Tukakaa naye nilikuwa na miaka 8 hiyo wakati. Sasa tukienda Tanzania hiyo nikakaa na huyo mama akaniambia akaniandikisha kwa UNHCR wakakataa. Wabembe Wanyamrenge wenye walikuwa wameenda hapo sasa nao walijaribu kujiandikisha wakakataliwa. Lakini sasa tulikuwa tupewi hizo kadi za kuchukua chakula. Tulikuwa tunaishi tu sisi wenyewe hivyo. Hakuna mwenye alikuwa anajua hata kama hapa kuna msichana Mbembe, juu walienda wakawaficha kabisa. Hata wakati tulikuwa tunaenda kuchukua chakula huko kwa hiyo ya UNHCR. Huyo mama tulikuwa tunaenda naye, lakini ukifika hapo wanakuambia, ukijaribu kuuliza msichana kama we ni Mnyamrenge anakuambia hapana, mimi siko Mnyamrenge. Anaogopa kwa sababu walikuwa wametuambia mkijaribu kusema nyinyi ni Wanyamrenge hakuna mtaishi kwa hii kambi na amani. Sasa mimi nikaishi hapo hivyo na huyo mama nikafikisha miaka 13. Huyo mama naye akakufa, nikabaki peke yangu. Hiyo wakati sasa ndo maisha yangu ikaanza sasa kuwa mabaya. Ndo nikaanza kuzunguka kwa hiyo kambi. Naenda asubuhi naenda kuleta sombe, nakuja na twanga, sina mahali pa kulala. Nikakuwa maibobo kabisa, nikakuwa chokorani. Usiku ikifika handwageze mu rusengero guca, ndagenda mu rusengero, ngaja kuja mu rusengero. Abantu bose basanga guca bakaza bavuga nguriya akashindi yabuze handwagenda. None ubuzima buba ico gihe ubuzima urahinduka kabisa. Mbura kundungenda. Ni kila mwenye nilikuwa najaribu kwenda kukaa kwake ananiambia hatuwezi ishi na mtoto wa Mnyamrenge kwa sababu walichoma nyumba. Msichana mwingine alikuwa anaishi kwa Mnyamrenge, mvama batwika ya inzu yose irasha, abantu bose barashamo, Abanyamrenge barafiriyemo abantu 6. Nona ico gihe mundu wese w'umubembe yamayumva uboba ku mutima aravuga se nindera uyu mwana mu nzu yanje nanje bazotwika inzu kubera barazi ko ni Munyamrenge. Nona nje uzima umera nabi. Ico gihe uzima mbona ko urakomeye kabisa, sindi kwiga ngaza mvuga nona handu ndi kujama inaweza nitokea kitu yoyote ile. Ndo mama mwingine akaniona kila siku alikuwa anatoka huko town anakuja kununua unga kwa kambi. Siku ya kupokea chakula unamwona amekuja kununua unga. Akasema huyu msichana mbona namuona kila siku hapa? Ndo akaniita akaniuliza unaenda wapi? Na ninagiye kuzana sombe ngiye kusekura kugira ngo ngurishe mbone vyondya. Uyo mugore arambaza se utuye hehe? Ndamugira ababyeyi bawe, ndamugira kundu byari bigenze. Ababyeyi yanje kundu bane bafuye muri Kongo. Uyo mugore arangira basi reka kujyane iwanje mu muji uje gukora akazi. Wa mugore arantora, nari mfite imyaka 14, aranjyana wiwe ndagenda kuba mukozi w'umunzu. Aragenda ndamugira gusanjyane ku ishuri kugira ngo nanje mbone kwiga n'abandi bana. Yamangira nta kibazo. None ico gihe abura kundanjyana ku ishuri. Sasa ikafika mahali wakasema wakongomani wote warudi Kongo. Na wote na wale watoto walikuwa kule wa Wabembe warudi Kongo. Sikuona, nikasikia bato zinaanza kubeba watu wanafika kwanza hapo kwa hiyo mama alikuwa na restaurant, alikuwa anakujia unga kwa kambi aende apike chakula. Walikuwa wanamuzia bei rahisi na maharagwe. Huyo mama
tukaona wabembe wanaanza kurudi, wengi wako na mamizigo. Sasa wakati wakitoka Kongo wanakuja kula kwa hiyo restaurant ya huyo mama. Huyo mama akasema watu wakurudi, yule huyo mwenye alikuwa analea watoto mayatima, huyo chamani wa wabembe akaniona, akaniambia, Gashindi, unafanya nini huku? Nikamwambia nilikosa mahali pa kukaa, tangu huyo mama amekufa simliona, nilikuwa nazunguka tu, nilikuwa nimekuwa chokora. Akaniambia hapana. Wakaanza kufuata yule mama, akamwambia tutakufunga kwa sababu huyu ni mkimbizi, haruhusiwi kuishi huku, anaruhusiwa kuishi kwa kambi. Na tutakufunga kwa sababu umeleta mtoto wa shule huku na unamfanyisha kazi za nyumba. Mimi maisha, kwa hiyo mama alikuwa ananilea tu vizuri, nikaona tu siwezi rudi kwa kambi. Wakasema sasa hivi wakimbizi wameambiwa warudi Kongo, wakanidanganya, tumefika kwenu, tumeona wazazi wenu, tumeona familia yako, watu wa kwenu wako, kuna watu Wanyamulenge tulirudisha kwenu. Je, nikamwambia hapana, hakuna mwenye yako kwetu kwa sababu narabonye kundubishe papa, narabonye kundubishe mama, ndamubwira se muri yari asige muri Kongo ninde. Wakanambia hapana, kuna familia yako. Lakini nikafikiria mtoto wa babangu mkubwa, familia yake walibaki, lakini bibi ya babangu mkubwa niliona venye walimuua. Alimchoma moto, ya alifia kwa hiyo nyumba. Nikamwambia sasa tunarudi, tutarudi wapi? Wakanambia basi acha tukupeleke kwa kambi. Nichogeva mabantu aragucho wa mgore ya mande kura nawe. Ndagenda ariko roho ilikuwa haitaki, nilienda tu juu nilijua mateso yenye nilipitia kwa kambi. Hata ningerepiwa kwa kambi ningefanya, lakini Mungu alinilinda, hakuna chenye kilinifanyikia. Sasa wakati walinirudisha mara ya pili ndo walinifanyia vibaya. Akasema sasa huyo mwenye alikuwa analea watoto mayatima, akasema anaenda kuwalea. Nikapata wasichana wa Wanyamulenge wako hapo. Kuna msichana alikuwa hapo, Nyanziza, nadhani mlisikia alikufa. Mukobwa uriya Nyanziza. Ndaraba sanze yangaho nsanga abandi bakobwa benshi b'Abanyamulenge, none ngaza mbabaza se iwanyu ni hehe, bakama banga kumbwira. Twama tutinyana gutyo gusa. Tumare ngeze mu kambi, akamavuga ko arimo ararera bari abana b'imfubi. Nico gihama tugira abagore, ntwarinda yako kana kanje kakahungu. Ngaza bagiraga abagore ni bande na ababembe. Nona uyo na ababembe baza barera bari abana b'imfubi. Kubera kugira umugore wiwe. None ico gihe nari mfite inda yako kana, nikaamua kumtoroka. Nilitoroka kama mara 3 nikashindwa kuvuka niende. Nilikuwa narudi kwa huyo mama mwenye nilikuwa nafanyia kazi. Wakanishika mara ya mwisho, wakanambia unachagua kukufa ama unarudi kwa nani? Unarudi kwa huyo mama. Sasa ndio hiyo wakati walinirudisha Barashaka imiti, wakatafuta dawa wakatuchanjia. Watu wakamwambia mchanjie dawa ili asikumbuke tena, asikutoroke. Sasa ndo wakanichanjia dawa, wakanichanja kwa mikono, wakaniweka dawa. Hiyo wakati sasa sikuwa tena na akili ya kutoroka, nilibakia tu hapo kwake. Na hiyo wakati sasa nikaenda nikajifungua katoto kangu, ako kakijana, nilijifungua kijana. Nikaanza kumuuliza sasa tunarudishwa wakati gani? Mbona na hao wasichana wote Wanyamulenge wako hapa, tutarudishwa wakati gani? Wakatuambia tu tunarudisha kwanza wabembe kwa sababu nyinyi hamna majeto. Ile kadi ya kama hii yenye tunapewa hapa kwa UNHCR. Mutakaa hapa mpaka venye wabembe wataisha kwa hii kambi, nyinyi ndo mtarudishwa Kongo. Tukaendelea kungojea, anapeleka watu Kongo, anarudi hivyo. Nilivyojifungua katoto kangu kakiwa na miezi 2, ndo akanirudisha sasa. Wakasema acha tuwarudishe kwao. Wale wasichana wengine hawakurudi, hata sikuona mali walipelekwa. Walikuwa wameshaolewa wote. Sasa mimi nilikuwa hapo nimebaki peke yangu. Na hata bibi zake wote walikuwa wameshawarudisha Kongo. Kufika Baraka ndo sasa nikakaa kama wiki moja. Naona watu wanakuja kuuza maziwa kwetu Wanyamulenge. Abagore bamabacha hariya kandi nakundaga amata cyane. Na mambabaza bamabande baguca bavuga ko uyu mwana ni wiwacu. Nje ngaza mbagira mimi siko Mnyamulenge. Nikawaambia kabisa hata msijaribu kusema hapa kuna mtoto wenu. Juu mimi ni Mbembe, hata wazazi wangu ni Wabembe. Wakaniuliza wazazi wako wako wapi? Nikawaambia walikufa. Wakakuja mara mingi sana, wakasema hakuna Mbembe anakunywa maziwa hivi, wa mwana urumura tu hishariko urasani mke churumwe vita Anastasia. Kandi twasaga na tate cyane ari munini. Ngazambagira nago sindi Munyamulenge. Ngazangura amata bakansigira na kabido. Undi munsi mbona mugore umwe aranzanira amata arayasigarangira, gendo unywere n'abana bawe.
ndambwira se wanzanya amata gute, arangira uri mwene wacu, yari mgore w'abagorora. Arangira hata vipande vishuke tunajua uko msichana wetu, lakini nenda upatie watoto hiyo maziwa. Nari nkurikiza ako kana kanje kari karugwaye kari kameze ko karugwaye bwaki kubera naraka kurikize kari kafite amezi 4 twarenda uyo mukobwa. Nona mwana aragwara bageze hariya basanga umwana kundu kari kananuse kameze kari karugwaye bwaki neza neza. Nanje nje nyine bafe kunde baguca barangira ko reka tukutwari iwacu ariko tuziko ni wawe tuziko kwa papa wawe bamabangira amazina ya papa. Na mimi nilikuwa nakumbuka vizuri, najua babangu mkubwa mwenye alikuwa amebaki Kongo ni Zabloni. Nikamwambia mimi sina ndugu kama huyo mwenye anaitwa Zabloni. Sasa nikakaa hapo, hiyo wakati nikiwa na hiyo mimba mpaka imefikisha miezi 9 nikajifungua mtoto wa pili. Na huyo mwingine alikuwa hajatembea. Sasa hiyo wakati mateso ikaanza kuwa mingi. Kwa sababu nilikuta huyo bwana alikuwa na wanawake 6, walikuwa wameshawarudisha kwao. Ndio akaniambia sasa kila mtu alikuwa na mlango yake. Sasa mimi mateso ikakuwa mingi, matusi natusiwa, wananiambia wewe ni Mnyarwanda, enda kwenu. Kwanza wanaanza nikikula wanaanza sema angalia Wanyarwanda venye wanakulaga vibaya. Maziwa nilikuwa nikikunywa hapo na inabidi nikimbie niende nijifiche. Sasa wakaanza kunitesa kabisa, nikasema hapana. Mateso imekuwa mingi, sasa nikaanza kuona wale wamama wanapita wakichukua vile vibido vyao vya maziwa. Nikawaambia mnaweza jua mtu mwenye anaitwa Mushapa, ndio jina nyingine nilikuwa najua. Bangira Mushapa uri wo mugorora ndabagira wakaniambia huyo unamjua, nikawaambia wakaniambia angali. Si tulikuambia kama mama mwingine kesho yake akakuja asubuhi akaniambia wewe ni mtoto wa nani wa Fabiano ama ni wanani wa Zabloni. Nikawaambia hapana, babangu alikuwa Fabiano. Sasa wale wabembe kusikia naanza kutafuta watu wa kwetu, wakaanza kunijiongelea, wakaniambia ukijaribu kuongea Kashindi tutakuwa hapa na hawa watoto wetu tutachukua. Mtoto wangu alikuwa hiyo wakati nilikuwa sijajifungua, huyu mtoto mdogo. Wakaniambia basi, nikawaambia mimi nitakuja kwetu hata msikuje kunichukua. Kesho yake asubuhi sijui nikasikia tu msukumo inanisukuma niende kwetu. Nikaamka asubuhi kabla hawajaamka, juu mimi ndo nilikuwa naamka na fagicho kiwanja cha kwao na naamka na wapikie ugali naweka hapo, wanaamka wanakula. Nikapanda nikaenda kwetu. Sasa nikaanza safari kuanzia saa 11 nikiwa nako katoto kangu kalikuwa kanatembea, niko na mimba hiyo ya mtoto wa pili. Nikapanda nikafika mahali waliulia papa. Nikaikala hapo, nikasikia uchungu sana. Narahamenye handuishe papa, naramuserua ruzi gutya. Fe kwambuka narindushe cyane. Ndicara hasi ndarira. Ndabibuka kundubishe papa. Biza ku mutima birandiye cyane. Ico gihe mare ndazamuka. Nilikuwa naenda polepole kubera na mbaraga nari mfite, kandi mfite n'umwana mutoya, mfite ninda. Navuga se ndahagera. Mare musanga abagore b'abanyamurenge mu nzira, bakaza bangira se uyu mwana ni wande. Bakaza bangira mu Kinyamurenge nganga kubasubiza. Bakaza bambaza mu Kiswahili uko naenda wapi wewe. Nikawaambia mimi ni Mumbembe, naenda tu kutembea hapa. Wananiambia wewe si ni Mnyamurenge, nikawaambia hapana. Nikaenda nilikuwa nasikia vizuri, lakini kuongea nilikuwa sitaki na nilikuwa sipendi kuwaongelesha tu. Kwa sababu nilikuwa nasikia tu ile uchungu. Wanatuambia Wanyamurenge ndio waliua wazazi wenu. Hata hiyo wakati nilifika hapo baratugeko Abanyamurenge ndio bisha abavyeyi bana. Naona handu nageze handu biche papa, niumva ko ya sura yo ile picha yote kapita inanikujia. Sasa kuona Mnyamurenge akipita mbele yangu akiniongelesha nilikuwa nasikia vibaya sana. Nikasema sasa ababicha ni bari kumbaza iki. Kwanza niumva ko mtima urangira se ugiye hehe nawe bagiye kukwica. Mari ndazamuka nageze handu imbwa zariye papa zamuriye tate, nikapapita nikaendelea na safari. Ilikuwa siku ya soko, ilikuwa siku ya 4. Kuna soko iko pale kwetu Mubibogobogo. Kufika nikapata wamama wengi, wakaniona benshi barahunga, mama bavuga se Nyamunezero yarafuye. Bakaza bambaza amazina, mbagira yari amazina yanje. Ndabagira nje ni Nyamunezero, ugiye kwande? Ngiye kwa hano kwa Zabloni. Bama bavuga ko Nyamunezero yarafuye. Benshi bakama bahunga. Ndabagira nago sikukufa mimi nilikuwa hai na nilikuwa nimepelekwa Tanzania.
naona umwe ara yirukanga araja kuhamagara mama mkubwa, mgore wa papa mkubwa. Nawe araza ari kwirukanga, ageze hari yako ananijua, akakuja akanisalimia. Papa naye akakuja. Papa kufika karibu yari azanye n'abagabo batatu gutya, lakini yeye nilimjua. Nikaenda nikamuhagi, nikamkumbatia, nikamsalimia, tukalia kabisa. Baada ya hapo wakanipeleka kwa nyumba. Sasa kufika kwa nyumba wakaanza kuniuliza mahabari, nikaanza kuwaogopa. Nikaona watu wamejaa kwa nyumba wanakuja kunisalimia. Nikasikia uoga, nikaanza kumbuka venye niliona, nikasema ya watu wenye waliua papa, juu venye walikuwa wanawaua hatukuwa tunawaona sura. Wabembe walikuja tu wakiwa na hiyo mipanga, lakini mimi kwa akili yangu nikasema kweli yenyewe inaweza kuwa ni Wanyamulenge waliwaua, kwa sababu wenye walifika kwa kambi walikuwa wanapelekwa nje. Na wakati wakichukuliwa nje ni mteka no bari bafite. Nona uwa mugore yamambesha ko bari abantu bagiye kubafunga kubera nabicanyi bose bariya. Nona nje namanihisha, ndavuga sinkene ko bambona nanje baranjyana kubera ndi Munyamulenge barajya kumfunga nanje. Kumbe walikuwa wanapeleka nje. Kuna wengi walienda Amerika, umuntu yari afite famille, ari mugabo bajyanye Amerika, ari mugore umwe nawe yagiye, bari abakobwa nyine batari bafite famille ni bari banze kubajyana. Mimi nikaogopa, nikajificha tu. Sasa nikakaa hapo kwa nyumba, watu wakikuja wananiuliza habari. Babangu mkubwa ananiambia watugire makuru kundu wagiye muri Tanzania. Nikaogopa kuwaambia. Nikakaa siku 2, nikaona yule baba yao watoto wamepanda. Wa Mubembe. Araza alikumwe n'abarumu nabiwe nase. Bageze hariya, sijui kitu waliwaambia. Wakamsogelea baba mkubwa wakamwambia, wakaniambia usijaribu kutoa habari hata moja hapa juu twazanye na tufite pisto hano ni uvuga makuru yose au ni mrambo wao gusabara sangari ya kandi turajana abana bacu. Sasa nikaogopa hapo. Sikuongeza kuongea habari yoyote ya venye tulienda vita. Nikakaa hapo mpaka venye waliongea na kina baba mkubwa wakakubaliana, wakamwambia wakasema kama mmekata na yeye, kama ni mali mnataka tutakuja tuoe. Baba mkubwa basi wakasema ukae hapa mpaka tuone venye watakuja kuoa. Na maze ovyumweru 2 gusa na mamba toroka kandi nsubiri baraka. Nicogena gibaraka, ngeze baraka nicogeni bama bamfatana bibarangira ko nuzongera kuvuga makuru ko uri Munyamulenge hano na hano nago zicara. None cogena subi baraka mbyara umwana. Maze amezi 2 mbona mateso yabaye menshi, ndabatoroka. Nilikuwa nimeshapata namba za babangu mdogo mwenye yako Rwanda. Ndo nikatoroka sasa, na zile boti yenye ilitupeleka Tanzania, nikapanda boti nikaenda mpaka na ilinifikisha Tanzania. Nilikuwa napewa address niende Burundi. Burundi nikapata tate yangu mwenye alikuwa hapo Mugorora sasa yako ari muri Australia. Naye akanielekeza, wakanichukua hapo sasa wakanipeleka mpaka Rwanda kwa babangu mkubwa. Ndo hapo niliendelea kuishi sasa. Baada ya hapo miezi 2 nikaona tena Mbembe amefika Rwanda. Na kukuja Rwanda watu wa kwetu wakaniambia usijaribu tena kuishi na huyu mtu juu angalia venye amekutesa na hao watoto, tena atakuzalia mtoto mwingine na hajaoa. Acha kwanza akioa ndo tujue venye kama unampenda utaendelea kuishi naye. Lakini sasa mimi sikujua kama ni ya miti bari batuteye. Ico gihe ndimona tekereza n'iki ngaza mvuga narindi muzima. Ico gihe naringeze kwa papa mdogo, mbona bene wacu baraje. Sikuwa na bishimo nari mfite. Sikuwa hata na wajiongelea, nilikuwa naona tu ni vicanyi bose mu nzu. Ngaza mbona ko ndi hano nabo bazonica kandi ni bene wacu. Nikakaa hapo mwishoni nikaona wakati alikuja sasa kitu yote walikuwa wanaongea, mimi naenda namwambia unajua watakufunga Rwanda. Wakanipokea vizuri kabisa, lakini nabishi monari mfite baratwereze inzu tugenda kugisozi ari msaza wanje yabagaho turahatura minsi wakati kidogo tu. Watu wakakuja wakafanya fete kubwa kabisa. Juu nilikuwa nimekuja kwa nyumba. Baadaye nikakuja tena nikawatoroka, ndo nikarudi Tanzania. Sasa Tanzania hapo ndo waninilea. Wakati nilirudi mara ya pili sasa ndo walikuwa wameshajua nimekuwa na familia. Sasa maisha ndo ilikuwa mbaya zaidi. Paka venye nitoroka nikakuja hapa Kenya.
Okay, nugerageje kumva urumva ko babakoreye ibintu bibi, urumva ko babakuye hariya bagerayo batangira kubagabagabana, umwe akavuga ngo ndatwara uyu. Hanyuma ikindi numvise nuko abantu batwaraga hanze bakakushiramo ikintu cy'ubwoba, bataba ngaba babagiye kubafunga kuko nibo bishe ababyeyi bawe. Kandi bavugaga kuko ababyeyi banyu bishwe n'abanyamurenge, ahubwo atari ababembe babishe. Batugira ko ni banyamurenge. Mwihangane rwose, birababaje kubura ababyeyi warangiza ukaja kandi kurererwa mu bantu bagufata gutyo. Ariko hari ikintu nshaka ko kukubaza. Yego. Ushobora byibuze kumenya nk'umubare wenda w'abana mwari kumwe, cyange wogereranya, cyange wenda ntushobora kubimenya uzi bakeya gusa? Igihe twageze muri Tanzania nibuka ko twari bana benshi cyane, benshi bagera, nje bana nzi ko twabaga hariya ahantu twari tutuye muri iyo kambi ya Rugufu twari n'abana 15. Abangabo barerwaga n'uyo mugabo, ariko bandi bari bamaze gushaka benshi cyane. Benshi. Mwari mugira nk'amakanisa mwagaza musengeramo se? Mwabagiraga korari yanyu mugahura nabo bana, cyangwa umwe yaragendaga ifamiye yamutwaye ikamuhisha? Na urenganzira twari tufite. Tulikuwa tunaenda kwa makanisa, lakini hakuna kenye tulikuwa tunaweza fanya kwa kanisa. Hata bahisha munzu. Twaza tugenda gusenga, nje uwo mugore yaranjyanaga. Ariko bari abana benshi gihe cy'umweru usanga bagiye kuhinga, cyangwa bagiye kubazanira ingwi cyangwa amakara, bakabazanira ibo babaga bari bameze n'abakozi. Barabakozi. Muhuye wenda muri nka batatu bangahe, mwagaza mu bankabaganira se nk'ibi ubuzima bwo kuko mutaraba bembe, cyangwa ntimwagaza mubivugana? Kuba batugiye ko bari gushaka abantu biriya mukambi bagiye kubicha. Hakuna mwenye alikuwa anasogelea mwingine. Tulikuwa tunaenda kuchota maji, kwa hiyo na robine zari zihari twajyaga mu ruzi. Nusanga munyamurenge kandi ukabona ko ni umukobwa w'abanyamurenge, ukamuceceka. Ariko nje nakundaga kubabaza kubera nje nareraga n'uriya mugore, nta bibazo byari bambayeho. Bariya bari batangiye kurerwa n'abariya bagabo, bari bazi icyo cyababayeho, bakama batinya ngaza mbabaza, nago muri bene wacu walikuwa wananifichika. Hakuna mtu alikuwa anajaribu kuniambia hata story yake. Sasa mimi nilikuwa na ile kiherehere ya kutaka kujua, namwambia sasa wewe unaishi wapi? Mbona unanyamaza kimya? Hata naona wananitoroka, wananiacha hapo peke yangu. Lakini nilikuwa nawajua juu walikuwa nabeba mabido tunaweka kwa kichwa. Tulikuwa tuwezi kuweka hapa. Mutemweke kujya kwa wewe mushobora. Habe n'ingwi baza batushira mu mutwe gutya. Tukama tubagira ko bakaza bashira hano, tukama tunana kuzijyana. Lakini walikuwa wametugeuza kama punda kabisa kwa hiyo kambi, kubera kubakorera. Hanyuma rero byibuze kabo mwari mubana muri iyo kambi, harabu ushobora ko kwibuka nk'amazina yabo? Ni bari abandi n'amazina baza bavuga. Uziko baratuinduye amazina yacu. Bahinduye amazina. Je naitwaga Kashindi, habe na hano. Hari bantu usanga na habe ni kuri UN. Kashindi unakuaga hapa. Azamba ngamamba hisha gusanga genda. Lakini si waongeleshagi. Lakini wengi hawajui jina langu tena. Majina ni ile yenye ilikuwa imeandikwa kwa UNHCR, ile karatasi, na ndio ilinisaidia kwenda kutafuta wazazi wangu. Nukuvuga ngo nta witwa izina giwe, na amazina bagiye babahindura, kandi benshi wenda ntiwomenya ayo bagiye bahindura. Barabahinduye amazina bose. Nibuka gusa musaza umwe yitwaga Haroni, iwe yari yagiye n'abakobwa be 6. Arigiye bavuze ko baratwisinzu, sikujua kama ni wao walichomekea kwa hiyo nyumba ama walienda nje. Na wengine walikuwa wanaenda wakiwashika kwa hiyo kambi. UN ikiwatafuta ilikuwa inawasafirisha kwa sababu na mtekano bari bafite. Hanyuma rero ni iki kintu wosaba
abanyamurenge hari abanyamurenge dufite bakomeye bafite ijambo bize baba badukurikirana. Uwo basaba iki kugira ngo bariya abana bave hariya kuko nawe waje? Kenye nitawaomba wenye wachu baba wenye kila mahali wako kwenye wanatusikia, wenye wako Amerika, wenye wako wapi, ningeomba tu kama wako na nani, na kila siku nikiongea nikiomba watafute wale watoto wetu wenye walibaki Tanzania. Juwari ya wakobwa hata kama wako kwa nchi ya wenyewe na urengazira bafite hakuna kitu wanaweza fanya, ni kama wamefungwa tu na kuogopa. Hata ile nani roho yenye waliwaweka wanaogopa, hakuna kitu wanaweza fanya ili wanani warudi kwetu. Wangefanya bidii waangalie venye watawatafuta na kuwaongelesha, hata wajue tu kama wao ni Wanyamrenge na wajue kama kwetu wajue tu familia zao labda ziko, wangewaongelesha, wangetafuta namna ya kuwaongelesha na hizo habari ziwafikie ili wale watoto waweze waangalie venye watawarudisha. Jumateso yenye wanapitia ni mingi sana. Ndio. Sawa, urakoze cyane. Reka dusoze. Abazadukurikirana bagomba kugerageza bari abana bagashaka uko bava hari ubuvugizi burakenewe. Hari abo dufite bakomeye bashaka kugeza ikibazo ku bandi bakomeye. Nubwo leta yacu itatwemera nk'abakongomani niyo yagafashe ya mbere kugira ngo ikurikirane bari abana, ariko kubera ubutegetsi bubi buhari tibabikora. Ariko rero nitwe tugomba kuhaguruka tukaba ba mbere kugira ngo icyo kibazo tugikurikirane. Hanyuma rero turagushimiye kuba watanze umwanya wawe ukaba waje kuduheza icyo kiganiro. Imana ikugirire neza. Murakoze cyane.